tunaendelea tena kupambana, tunaendelea kujikumbusha kidogo, tunaendelea kupata maarifa ya gita halisi, tunaendelea kupata maarifa ya gita lenye uhalisia, gita ambalo halina kona kona. Umejifunza bila protocol, bila msingi? Hapana. Hapa tunajifunza msingi na uweze kuelewa usahihi wa maana ya gita halisi. So tutaenda kujifunza kipengele hiki kidogo kabisa ambacho kimelia tu kwa uzuri kabisa. So hapa tumeanzia ni kwenye A shape. Sasa msingi wa gitaa, ili uweze kufanya performance nzuri na uweze kuelewa gitaa vizuri, ni muhimu ukaelewa rhythm kwanza na ile mizunguko inavyoenda, ili kukupa rhythm ili uweze kufanya solo. So rhythm yetu imeenda kwenye 1 4 5 4 1 4 5 4. So ni C shape, E shape pamoja na A shape. Cheza tu kwenye hiyo mishiko mitatu ambayo ndo the best mishiko mama, ambayo inatupa msingi wa gita letu na tuweze kulielewa na liwe gita halisi kwenye uhalisia wake. So kwa hiyo unaenda tu ni C shape, E shape, A shape. Kwa nini kinatokea hiki au kwa nini kinalia hiki? Tukizungumzia mishiko mama tunazungumzia C shape, E shape pamoja na A shape. Sasa ukizielewa hizi, lazima uzicheze kwa kuzunguka. Haijalishi utaanzia E shape, haijalishi utaanzia C shape, haijalishi utaanzia A shape. Kikubwa tini uweze kupata melody yote ambayo italeta muziki katika hii mishiko mitatu. Kwa hiyo hapa tunafanya C shape, E shape, afu A shape. Narudi tena E shape, naanza tena C shape ambayo ni 1 4 5 4. Kwa hiyo ukielewa Ukielewa mishiko mitatu, gita lako litakuwa zuri sana, maana hautakuwa na gita la kubahatisha. Ndio maana tunaposema gita halisi, ni uwe na gita ambalo sio la kubahatisha. Ukipiga unaelewa unachokipiga. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa rhythm, kujua rhythm inaendaje. 1 4 5 4, rhythm yetu imeanza hiyo. Sasa tukitoka hapa kwenye C shape, zingatia kuna protocol pia zitaendelea kukupa mwanga. Ukiwa unapanda hivi ukitoka kwenye C shape, lazima utakuja kwenye E shape ya kwanza, kuna E shape ya pili, ndio unakuja unapanda. Unakuja kuanzia namba moja yetu hapa tunaipata kwenye A shape. Namba moja yetu hapa tena tunaipata kwenye A shape. Kwa hiyo tutapiga 1 4 5 4, unaona? Kwa hiyo tukiwa tena bado tunapanda huku, hapa tumeshika ni A shape ambayo namba moja yetu. Kwa hiyo A shape inafuatiwa na C shape ya kwanza na C shape ya pili. Tunakuja tena kwenye A shape, kwenye E shape ambayo ndo namba moja yetu, E shape. Kwa hiyo E shape ukiwa unapanda, ili uweze kuelewa, kwenye E shape kuna A shape ya kwanza na A shape ya pili. Unakuwa umemaliza, maana unakuwa umeshaipitia ile mishiko yote. Kwa hiyo moja kwa moja tunakuja sasa, tunaanzia hapa kwenye E shape ili kupata ile lead yetu ambayo tumeifanya, ili tuweze kujifunza. So moja kwa moja yani imelia tu. Sawa, unapiga tu. Unapiga hapa, umeshika ni kuanzia uzi wa 4 mpaka wa kwanza. Kwa ambacho utapiga ni uzi wa 4 mpaka wa 3. 4 3 na 2. Kwa hiyo unapiga sawa. Ndio kitu ambacho utapiga step ya kwanza kabisa. Kwa hiyo utafanya sawa. Kwa nini tundende?
Hii ndio step ya kwanza ambayo ni kwenye namba moja yetu pia, ambayo namba moja yetu ni A shape. Sawa, kwa hiyo utafanya tundu. Haya, step ya kwanza tundu, step ya pili tundu. Unashika hii ni kama E shape lakini inakuwa ni minor ya hapa kwenye A shape. Kwa hiyo unashika uzi namba moja hapa, uzi namba mbili na namba tatu. Unazishika uzi namba moja, namba mbili, namba tatu kuifanya kuwa E shape, lakini ni E shape ndogo ambayo inakuwa ni minor chord yetu ya hapa kwenye A shape. Kwa hiyo unafanya tundu. Sawa. Kwa hiyo unapiga kwa hivyo kwa haraka tundu. Unaona? Kwa hiyo unafanya tu hivyo, ina sound vizuri kabisa. Sawa. Kwa hiyo unafanya alafu nakuja hapa kwenye E shape tundu. Kwa hiyo ni 1, alafu minor 1, alafu nakuja hapa kwenye 5. Unakuja tena kwenye minor 1, unaanza tena 1. Kwa hiyo unachombezea sasa hii. Ukishajirudia inabidi uchombezee. Haya, unahesabu kuanzia hapa kwenye A shape 1 2 3 4, kwenye flat ya 4 unashika uzi namba moja. Hakikisha hizi flat mbili zinakuwa hazijaguswa kwa namna yoyote. Kwa hiyo unashika tu sawa, sawa, unafanya sawa. Ni rahisi sana, rahisi sana, simple alafu nzuri. Rahisi, simple alafu nzuri, ambayo inakupa mwanga kabisa wa kufanya gitaa lako linakuwa zuri, na ukipiga unaonekana ni mpigaji mzuri, professional mpigaji, wala sio mpigaji wa kubahatisha. Hata kama ndio unaanza kujifunza, ni kitu simple sana na rahisi. Cha kuzingatia, zingatia tu kwamba kuna msingi ambao ni A shape, C shape pamoja na E shape. Kwa sasa lazima upige kabisa, ni simple kabisa, simple. Kwa hiyo unaanza hapa kwenye step ya kwanza, usipige uzi namba moja, ishia uzi namba mbili. Kwa hiyo unafanya sawa, unaona. Kwa hiyo ukipiga sawa, unafanya kama unafanya haraka kidogo. Sasa ni minor chord ambayo ni minor chord ya 1 ambayo sasa ndio yenyewe unakuja. Kwa hiyo unafanya sawa, hapo unapiga mara mbili, unasubiri kidogo, alafu na yaani ni rahisi sana. Hapo unakuja unachombezea hapo, unafanya octave ya 1/3, 1/3 au 3/1. Uzi namba 3 na namba 1 unapiga hiyo octave. Octave yenyewe hapo unaruka hivi, flat mbili zinakuwa hazijashikwa. Kwa hiyo unafanya sawa, kwa hiyo unafanya sawa. Ukitoka hapa unakuja hiki kidole kinakuja kugota kwenye hii flat ambayo ina doti. Kwa hiyo unakuja sawa, lakini position zetu ni zile zile, lazima uache mbili katikati. Mbili katikati ndo position. Kwa
sana. Kwa yani ni rahisi sana. Kwa unachofanya sawa tu. So ni rahisi sana. Gita linahitajiki vitu vichache alafu vyenye utulivu. Kuanzia wewe mwenyewe ili uweze kufanya gitaa vizuri, lazima uwe na utulivu wa akili yako, muda hivyo. Kwa hiyo lazima utainvesti sana kwenye swala la muda na kufanya mazoezi ambayo ni yako seriously, ndio utaona kitu na kuna mpenyo mahali fulani utaenda. Lakini sasa wengi wao wanakuwa wako serious, wanakuwa na mambo mengi mengine ambayo husiani na zoezi. Tafadhali fanya zoezi, kuwa serious na hicho unachokifanya. Usikifanyie mzaha, karama inaweza ikakupa matunda makubwa baadaye. Kwa hiyo usifanyie mzaha, najua ni kitu ambacho unapenda, utajifunza tu kwa bidii ili kwa ajili ya kufanya huduma na mengineyo, lakini hebu fanya kwa moyo, alafu fanya bidii. Yaani fanya kitu chako kiwe cha utofauti. Kwa vitu vya msingi ni kama hivyo, ni muhimu sana kufanya zoezi sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki, pambana tu. Zoezi ndio litasema, zoezi ndio litaamua wewe kesho uitwe nani. Kwa kazana, usirudi nyuma, usilale. Sisi kwetu ni mbele kwa mbele, tunasonga mbele na zaidi na zaidi. Na zaidi ya yote tunamuona Mungu, maana Mungu ndio anayetupa uzima. Mungu ndio anayetuhuisha kuendelea kuwa hai leo. So Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Pambana, pambana. Mimi nakutakia mafanikio mema, mazuri kabisa. Upambane ili kesho natamani pia nijifunze kwako. Mungu akubariki sana.